swali langu ni kwamba the fallout was because haukupewa what you agreed kama jamii. Sasa swali langu na ile jambo tunataka kurudi pale so that next time you form the next government hakutakuwa na fallout na kukuwe na representation ya Wakenya wote kutoka kila kona ya Kenya. Nafikiri hujanisikiza vizuri. Mimi nimekueleza hatu kuhusiana na William Ruto. Kukosa kupewa ile tuliahidi is one reason. Kuua watoto is the biggest reason. Wale wa Gen Z. Kudanganya wa Kenya is another reason. Ahadi za uongo is another reason. Kuharibu masomo is another reason. Kuharibu matibabu, reason ya mimi na William Ruto kukosana ni zaidi ya 20. Wewe unaongea tu moja, ati hatu kupewa ile tunataka. Hiyo ni one reason. Lakini reasons ni mingi na nimekueleza vizuri. I took time kukuelezea ni kwa nini ambaye tulipitana. So wacha tu nikuulize sasa pale nimekuambia sasa kama tulipokuwa tunafanya kampeni. William Ruto alikuwa anasema mambo ya Arol na Kimorel. Tukichukua serikali, nikiweka Biblia chini, within 6 months, Arol na Kimorel itakuwa imejengwa. Sasa ni mwaka 4. Hakuna kitu naendelea. Hata zile barabara za kwenda huko hakuna. Hii maneno ya ahadi za uongo mpaka nyumbani, unajua unaweza hata kuwa excused labda ukidanganya wengine. Lakini watu ya nyumbani pale kwa boma, at least ile maneno umeahidi hawa watu ya nyumbani ufanye. Do you think there is anything successful that this administration has done? Kuna mambo tulifanya na ilienda vizuri na nilisikia rais hata hataki kutaja. Mimi ndio nilimsaidia. Mimi ndio nilisimamia registration of farmers katika Jamhuri ya Kenya. Nikaita ma-DC na tukafanya na tukaanza kupeana fertilizer. That's a good thing. Na tunasema heko kwa serikali. Fertilizer ya 2,500. Mtu apate haki yake. Lakini nikamwambia rais na akaniingilia sana. Nikamwambia kupeana fertilizer ni sawa. Mazao imeongezeka ya mahindi lakini bei iko chini. So what is the use ya kusaidia watu wazalishe mazao alafu bei ya mahindi iko chini? Mimi nilikuwa namsukuma rais baada ya kufanya research. Nikamshauri ile maneno yananunuliwa na National Cereals and Produce Board because of the cost of production which is almost 3,800 per bag. Hii wakulima ndio tuwainue tuweke minimum ya 5,500. Unaona? Akasema hapana, haiwezekani. So fertilizer ilifanyika. Lakini ukiangalia the end result, it's not helpful. Umepunguziwa bei ya fertilizer. Fertilizer umetumia, mazao imekuwa mingi. Okay? Bei ni mbaya, imeshuka. Maburuka wameshukisha bei. Inakuwa ni ile inaitwa zero sum game. Unaona? Lakini mimi nasema ile shida iko mingi sana.